Nataka tuanze Mathayo 2. Nasoma Kiswahili maana naelewa ni ibada ya Kiswahili, lakini roho akishuka nikiingia Kiingereza msione nimechanganyikiwa, ni roho. Mwambie jirani yako ni roho. Haleluya. Mara yangu ya kwanza kuwa hapa, lakini najisikia niko nyumbani. Haleluya. Nasikia nimefika. Amen. Wacha niachie hapo. I may talk too much and interrupt the spirit. And I don't want to interrupt him. I want him to say whatever he wants to say. Hallelujah. Amen. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Yesu alipozaliwa, Mathayo 2 kuanzia mstari wa 1. Katika Betlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Wamekuja kufanya nini? Haleluya. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi. Nao wakamwambia, katika Betlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Betlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faraghani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehem, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ya pili neno kusujudia limeandikwa katika mlango huo wa Mathayo sura ya 2. Bwana Yesu asifiwe. Tumalize mstari wa 9. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuachie hapo, halafu nipatie masikio yako. Haleluya. Sababu ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, alikuja kufanya nini? Haleluya. Kazi zote kubwa ambazo Yesu Kristo alifanya, kubadilisha maji kuwa divai, muujiza wake wa kwanza. Haleluya. Kuponya watu, kufanya vyote alivyofanya, kutakasa watu waliokuwa na ukoma, zile zote zilikuwa a by the way thing. Bwana Yesu asifiwe. Yalikuwa mambo ya ziada tu, lakini Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kwa sababu moja tu. Haleluya. Kwa sababu moja. Haleluya. Wacha nisitangulie haraka, twende polepole. Nafikiri niko na muda kidogo, nusu saa itanitosha. Sasa sitaki kurush nimalize kabla. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema wakaenda kumsujudia yeye aliyekuwa amezaliwa baada ya kuongozwa na nyota. Haleluya. Lakini Herode aliposikia naye akauliza, amezaliwa wapi ili na mimi nije? This tells me something. There are two types of worship. True worship and a false one. Bwana Yesu asifiwe. Wale mamajusi walitaka kweli kwenda kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakauliza njia,
amezaliwa wapi huyu mfalme wa Wayahudi? Maana tumeiona nyota yake tangu mashariki. Mamajusi walikuwa wataalamu wa nyota, wangeona nyota waziangalie, waseme hii moja hii si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na ufahamu wa kutafsiri nyota, wangeiona wakasema hii ni ya kifalme, hii lazima si ya kawaida. Sasa siku moja wakiwa wameketi usiku, wakaona nyota ambayo si ya kawaida, wakaelewa hii lazima kuna kitu. Katika kufunuliwa wakajua kuna mfalme amezaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Wao wako mashariki, east ni maeneo ya Asia huko. Haleluya, bara Asia huko, lakini wanaona mambo yanayofanyika Middle East, Israel, Bethlehem of Judah. Haleluya, wakafuata nyota mpaka mahali mtoto alikuwa amezaliwa. Wao hawakuona mtoto, wao waliona mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, wakiuliza yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Tumekuja kumsujudia. Haleluya. Wakaongozwa mpaka mahali mtoto alikuwa yuko. Sasa hapa ndo naanza kuhubiri. Wakaongozwa mpaka mahali mtoto alikuwa. Amen. Nimekwambia najisikia niko nyumbani, kwa hivyo nikikanyaga madhabahu haya usiniangalie vibaya. Haleluya. Walipofika mahali mtoto amelazwa, another gospel inasema mtoto alikuwa amefungwa in swaddling clothes. Haleluya. Amelazwa katika hori, malazi hapana, hakukuwa na malazi kama hayo. Amefungwa in swaddling clothes. Bwana Yesu asifiwe. Wataalamu wanasema enzi zile watoto walikuwa wanafungwa vile ili kunyoka. Haleluya. Mtoto akizaliwa, wajua siku hizi kuna watu wanakanda watoto na nini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule mambo yalikuwa hakuna. Mtoto alikuwa akizaliwa anafungwa vile ili viungo vyake vinyoke. Bwana Yesu asifiwe. Moja. Pili, asiweze kuroll akaanguka. Akilazwa mahali pale akae pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Halafu hori aliyokuwa amelazwa, hori lile unaliona kama umepitia Catholic kama mimi, wamechonga mbao kama a feeding trough. Halafu mtoto anaekwa pale, lakini lile original halikuwa latengezwa na mbao, lilikuwa limechongwa na jiwe. Sema jiwe. Walichukua jiwe walichonge mahali ambapo wanyama wangeweza kula chakula, a trough, a feeding trough. Hapo ndio Yesu alizaliwa akaekwa, kwa sababu hakukuwa na nafasi ya yeye kuingia mahali azaliwe mahali pazuri. Yerusalemu ilikuwa imejaa, Bethlehem ilikuwa imejaa, watu walikuwa wameenda kuhesabiwa. Sasa hakukuwa na nafasi, akazaliwa mahali duni kama hapo, mahali ambapo ng'ombe, kondoo na mbuzi wanalala wanakula hapo. Sasa in one of the feeding troughs of those animals ndio yeye akapatiwa mahali pa kulala, baada ya kuwekewa manyasi na kufungwa in a swaddling clothes. Bwana Yesu asifiwe. The reason for his coming. Yesu Kristo alikuja kufa. Haleluya. Sababu kubwa Yesu Kristo kuja, alikuja kufa. Alikuja kufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haya maandiko yanaonekana, mafundisho yanaonekana kama ya Sunday school. Kwani hatujui hiyo mtumishi? Yaani umetoka huko ulikotoka kuja kutufundisha hiyo? Hold your peace, twende pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Najua baadhi yenu kuna watu wasikivu kwa wazazi wao. Mzazi wako atakapokutuma kokote wewe unaenda. Haleluya. Lakini Yesu ni zaidi. Mzazi wako akikutuma kokote huwezi kumwambia siendi, utaenda. Haleluya. Kama mimi nikikuwa, sikupenda kutumwa na mamangu kwenda kukopa dukani. Sikupenda, nilikuwa naona aibu. Lakini wakati mwingine mamangu alikuwa ana pesa, lakini ananiambia, "Njoo baba." Ananiandikia kinoti. Hapo naona sukari, unga. Haleluya. Ananiambia nenda kwa mwa. Wakati huo Wakamba ndo walikuwa na maduka mengi huko kama vile Wameru saizi. Sasa kila Mkamba mwenye duka tulikuwa tunamuita mwa. Bwana Yesu asifiwe. Ananiambia nenda kwa mwa ukanunue vitu. Sasa mimi nishashika ile noti, alafu namuuliza, "Na pesa iko wapi?" Ananiambia nenda. Ukimwonyesha hiyo ataelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikawa nachukia sana kwenda dukani bila pesa. Nilikuwa naona haya.
Kwa naona aibu. Lakini kwa sababu ni mzazi wangu yanituma, inabidi naye sasa inaweza kunituma mara 3. Mara ya kwanza bila pesa, mara ya pili, mara 3 yabidi nazunguka hapo. Mungu anisamee, sasa nimeokoka. Nazunguka alafu narudi nasema amesema hana. Kwa sababu ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Pole. Nimetangulia kusema mimi nilikuwa mbaya zaidi yako. Ni neema tu Mungu aliniokoa. Pengine wewe ukitumwa mara 10 waweza kwenda. Tuko tofauti. Don't judge me. Haleluya. Ni kwa sababu hii ndio Yesu akaniokoa. Amen. Sasa huyo ni mimi. Sasa turudi kwa Yesu. Yesu alitumwa kufanya the impossible, ambayo mamangu angenituma mimi singeenda. Kama mimi alinituma nikakope, nikienda mara kwanza, mara pili, mara 3 nimechoka, siendi, nazunguka narudi. Haleluya. A very small thing. Yesu alitumwa na babake akaambiwa, go and die for my people. Na akasema, amen Father, I will go. Look at that obedience. Mimi nimetumwa nikakope, nimesinywa, lakini nikaenda tu kishingo upande. Nikatumwa mara ya pili, kapiga moyo konde, nikaenda. Mara 3 nikasema mami amezidi. Nazunguka tu alafu niru. Lakini Yesu anatumwa anaambiwa, you are going to the world. You are going down to the world. Na huko uende kufanya mambo mengine. Kama yako mambo utayafanya mengine ni ya ziada. Lakini sababu kubwa kwa nini unaenda huko, unaenda kufa. Je, uko tayari mwanangu kwenda? Akasema, naam baba, niko tayari. Akaambiwa now go. Haleluya. Akaja. The reason for his coming. Haleluya. Alikuja kufa. Na alikuja kufa kwa ajili yao na kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ndio sababu ya yeye kuzaliwa mahali kwenye trough, a feeding trough. He came to be consumed. Alikuja kuliwa. Unajua ile trough ilikuwa ya kuweka chakula wanyama wale. Sasa ilikuwa pale ili sisi tumle, tumtumie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutumika kwake sisi tukapate kufaidika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa najua hapa kuna watu wengine kama mimi. Unaweza sema lakini mimi ni mbaya zaidi kuliko mchungaji. Mimi hata kama Yesu alikuja akafa kwa ajili yangu, sioni kama vitu vingine nimesamehewa. Yale niliyofanya mtumishi, wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe. Kuna story fulani ambayo ni ya ukweli, iko kwenye Biblia, ningependa tuisome. Alafu tufananishe kati ya wewe na huyo, ni nani mbaya zaidi. Haleluya. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 18. Tuanze mstari wa 9. Haleluya. Tunazungumza kuhusu kijana mmoja anaitwa Absalom, aliyebahatika kuwa mwana wa mfalme. Kama vile Yesu Kristo alivyo mwana wa mfalme ambaye ni Mungu, ambaye anamrithisha ufalme na yeye anakuwa mfalme. Na yeye naye anaturithisha sisi ufalme, tunakuwa wafalme. Yeye anakuwa mfalme wa wafalme, sisi tunakuwa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hamjui kama nyinyi ni wafalme. Sasa mwarithishwa vipi ufalme kama nyinyi si wafalme? Nenaji wa kwanza amezungumza akasema the kingdom has come. If the kingdom has come, we are kings. We are to command things and they will be established. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na waimbaji walioimba hapa. Nikajiuliza kama hao wanaimba with a recorded beat na wanaimba vizuri vile, siku ile watapata keyboard itakuwaje? Hallelujah. I'm calling for a keyboard and a keyboardist in the name of Jesus. I'm calling for speakers in the name of Jesus. I'm calling for microphones in the name of Jesus. Maana tumeumbwa na mfano wa Mungu. We are to call things that are not as though they are, and they will come. Umefika pale Samueli wa pili sura ya 18. Tuanze mstari wa 9. Haleluya. Nasoma Biblia ya Kiswahili, huenda labda unajua Kiswahili ni kigumu. I admit, mimi ni mtu wa kutoka pwani lakini nakielewa Kiswahili ni kigumu. Sasa wewe kama una yako ya Kiingereza, enda na Kiingereza utaielewa vizuri hii story.
We are going to have a long reading because it is important to have the word. Hallelujah. Ni muhimu kuwa na neno la Mungu. 2 Samuel chapter 18, tuanze verse 9. Tutamaliza verse 33. Na kwa bahati Absalom akakutana na watumishi wa Daudi. Naye Absalom alikuwa amepanda nyumbu wake. Nyumbu ni mule. A family of a donkey. Bwana Yesu asifiwe. Na yule nyumbu akapita chini ya matawi manene ya mwaloni mkubwa. Mwaloni ni mtu unaitwa a terebinth tree ama an oak tree. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule punda akapita chini ya mti kama ule. Balaa ikatokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Akapita chini ya matawi manene ya mwaloni mkubwa, hata kichwa chake kikakwama katika mwaloni huo. Akanyakuliwa juu kati ya mbingu na nchi, na yule nyumbu aliyekuwa chini yake akaenda mbele. Basi mtu mmoja akaona hayo, akaenda akamwambia Yoabu, akasema, tazama, mimi nalimuona Absalom ametundikwa katika mwaloni. Underline that word in your spiritual Bible. Ametundikwa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yoabu akamwambia, verse 11, mtu yule aliyempasha habari, je, wewe umeona haya? Mbona basi hukumpiga hata nchi papo hapo? Nami ningalikulipa fedha 10 na mshipi. Mstari wa 11, yule mtu akamwambia Yoabu, kama ningalipata fedha 1000 mkononi mwangu, hata hivyo singalinyosha mkono wangu juu ya mwana wa mfalme, kwa maana mfalme masikioni mwetu alikuagiza wewe na Abishai na Itai, akasema, angalieni sana mtu awaye yoyote asimguse yule kijana Absalom. Mstari wa 13, na tena kama ningalitendea roho yake kwa hila, wala hapana neno lolote liwezalo kufichwa mbele ya mfalme, ndipo wewe mwenyewe ungalijitenga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakuambia ufanye mambo, lakini ukishafanya wao wanakaa kando, wanasema hata sijui. Ndio yasema wewe mwenyewe ningefanya hivi, wewe ungeniruka. Haleluya. Beware of such people. Mstari wa 14, ndipo Yoabu akasema, siwezi kungoja na kusema nawe hivi. Akachukua vyemba 3. Alipokuwa akali hai katikati ya ule mwaloni, kisha vijana 10 waliomchukulia Yoabu silaha zake, wakamzunguka, wakampiga Absalomu na kumuua. Imagine ametundikwa kwenye mti, halafu hao wakaja na kama mishale 3 wakamdunga. Walimdunga sehemu ya moyo huku, wakahakikisha amekufa kabisa. Na Absalomu ni mwana wa mfalme. Mfalme nani? Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16, kisha Yoabu akapiga tarumbeta, wakarudi watu toka kuwafuatia Israeli, kwani Yoabu akawazuia watu. Nao wakamtoa Absalomu, wakamtupa katika shimo kubwa mle msituni. Hii event note. Wakamtupa kwenye shimo kubwa msituni. Haleluya. Wakaweka juu yake chungu kubwa sana la mawe. Kisha Israeli wote wakakimbia, kila mtu hemani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18, huyo Absalomu alipokuwa yuhai alikuwa ameitwaa na kujiinulia ile nguzo iliyoko bondeni mwa mfalme, kwa maana alisema, mimi sina mtoto wa kulikumbusha jina langu. Akaliita hiyo nguzo kwa jina lake mwenyewe, nao inaitwa ziara la Absalomu. Bwana Yesu asifiwe. Nisikuchoshe sana, ruka mpaka hiyo verse 33. Haleluya. Verse 33 inasema hivi,
Naye mfalme akataabika sana, akapanda juu, akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango, akalia. Na katika kwenda kwake alisema hivi, mwanangu Absalomu, mwanangu Absalomu, laiti ningalikufa badala yako. Absalomu mwanangu, Absalomu. Bwana Yesu asifiwe. Libarikiwe neno la Bwana jinsi tulivyolisoma. Funga Biblia yako sasa. Huyu Absalomu ni mtoto wa tatu wa Daudi. Haleluya. Ingawa Daudi alikuwa na wake wengi na alikuwa na concubines wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi alimpenda Absalomu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida wazazi wanapopenda watoto wao sana. Si vibaya mzazi kupenda mtoto, nielewe vizuri. Lakini mzazi anapompenda mtoto sana, hapo tatizo linatokea. Nimetangulia kushuhudia hapa nikasema Mungu amenijalia na mtoto wa kwanza anaitwa Wilfred Lai. Sengine nasikia kumpenda sana. Halafu nakumbuka kuna hatari mzazi anapopenda mtoto sana. Nakata ile sana. Nasema nampenda lakini sana anaiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Mamake ni shahidi, anajua. Nampenda mtoto wangu lakini ile sana nimeiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna hatari. Kuna hatari. Ni mtu mmoja peke yake. Excuse me kwa kumtaja mtu, maana si mtu. Ni Mungu. For lack of a better word nitatumia. Ni Mungu peke yake mwenye uwezo wa kupenda mtu sana. Alimpenda Yesu Kristo sana. Yesu Kristo hakuharibika. Lakini sisi tunapopenda watoto wetu sana, bahati mbaya wanaharibika. I know of many parents who ambao wamependa watoto wao sana, na wale watoto wakaharibika. Sasa Daudi ni mmoja wa hao. Alimpenda Absalom sana kuliko watoto wake wote. Kama ulifikiria Daudi alimpenda Suleiman, alimpenda kama mwanawe, lakini kati ya watoto waliowapenda alimpenda Absalom sana. Absalom kiburi kikamwingia. Akaanza kutamani vitu vya babake. Akatamani kiti cha enzi cha babake. Yaani akimwona babake anavyotawala Yuda, anasema hii pale ningelikuwa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tamaa hukua ikazaa dhambi, aliongezeka akakuwa, akawa a rebellious son. Akataka kuunyakua ufalme kutoka kwa babake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe uko hapo unasema mimi ni mbaya. Wewe si mbaya zaidi ya Absalom. Absalom alitamani vitu vya babake. La, sawa. Labda tuseme pengine hata wewe ushatamani kampuni ya babako ama baiskeli ya babako, whatever. Sawa, tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Absalom, kando na kutamani ufalme wa babake, alifanya kitu kimoja kibaya sana. Aliwahi kupanda kitanda cha babake, akalala na maconcubines wa babake. Wewe ushafika hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja anaonekana mbaya sana, anaitwa Rubeni. Yeye alilala katika kitanda cha babake. Na babake kabla afe akatamka, akiwa yatamka baraka kuhusu watoto wake, akatamka laana kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walilala na mke mmoja wa baba zake. Huyu Absalom alilala na maconcubines kadhaa. Haleluya. Sasa siwaona wewe afadhali wewe. Haleluya. Siwaona afadhali wewe. Huyu alikuwa mbaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kando na kutamani ufalme wa babake, anapanda juu ya kitanda cha babake. Alafu anafanya vituko. Nguvu hizo sijui alizitoa wapi. Bwana Yesu asifiwe. I'm still doing my research in the Bible, wanting to discover where he got that strength. Na wale wanaume wote wako above 45 waseme amen. Haleluya. Kwani hatuko pamoja? Absalom alikuwa mbaya zaidi. Haleluya. Zaidi ya yote alijitafutia sifa yeye. Haleluya. Daudi alitaka kutawala ili Mungu atukuzwe. Yeye alitaka yeye aonekane kuwa anaweza kutawala zaidi kuliko babake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaasi, akawa na majeshi yake na
Daudi naye na majeshi yake wakamfuata, lakini katika kumfuata Daudi anawapatia instruction majeshi yake, anawaambia mkishika, deal with him softly, he is my son, I love him, though he is a rebellious son but he is still my son. Mkifika, deal with him softly. Haleluya. Wakaenda wakamwona Absalom yule na majeshi yake. Yeye pia is a rebellious person, amejitengezea majeshi yake, anataka kuvamia ufalme wa babake auteke. Haleluya. Alipoona majeshi ya babake wanakuja, wale majeshi wake walipigana, wakashindwa, wakakimbia, na yeye naye akaanza kukimbia akiwa amepanda punda. Akiwa yuwakimbia, maandiko yanasema alikwama katika matagaa ya mti unaoitwa oak tree, akawa suspended pale. Yule mnyama alikuwa amembeba, punda alikuwa amembeba, alipita chini ya mti kama huu, yeye akakwama. You know the story, sitaki kwenda in detail. Akakwama juu ya mti, akatundikwa. Neno lilotumika pale ni alitundikwa mtini. The mule akapita. Haleluya. Maandiko anasema akawa yuko suspended between heaven and the earth. Haleluya. Hicho ni kifo cha laana. Deuteronomy chapter 21 verse 23, usifungue, inasema amelaaniwa yule aliyetundikwa mtini. Kwa sababu ya yale alimfanyia babake, alilaaniwa, ndio maana anakufa mtini. Lakini hajakufa, habari zinamfikia mkubwa wa majeshi ya babake Yoabu. Yoabu anasema ulipomwona pale mngemmaliza kabisa. Wale wanamueleza, naomba hatuwezi, mfalme amesema we deal with him softly. Anasema ngojeni nitawaonyesha. Anatuma watu wengine, anawapatia mishale mitatu, mkifika pale mdungeni muue. Bwana Yesu asifiwe. Na wale kwa sababu wameamrishwa na mkubwa wa majeshi, wanafanya vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Absalom anakufa, anauliwa. Halafu watu wanakuja, wanamchukua, wanamuingiza katika shimo lililoko msituni, halafu wanafunika na jiwe kubwa lililotengenezwa kama mfano wa chungu. Jiwe. Haleluya. Mpaka hapo hujapata ni sura ya nani hiyo? Kuna mwana mwingine ambaye yeye hakuwa na tamaa ya ufalme wa babake, lakini babake akamtuma, akamwambia nenda kafe, halafu ukifufuka unakuwa mfalme, unachukua ufalme wangu. Do you see the contrast and the comparison? Yeye hakuwa na tamaa, hakutaka kujitwalia yeye, lakini babake akampa. Bwana Yesu asifiwe. Hakupigana, kushindana, lakini akapewa tu na akaja. Haleluya. Akija, yeye pia naye anatundikwa mtini, msalabani, anasulubiwa, anakufa, suspended between heaven and earth. Haleluya. Lakini si kwa sababu ya makosa yake. Nikwambie, kwa sababu ya makosa ya nani? Makosa yangu, makosa yako, na makosa ya ulimwengu wote. Yeye asiyejua dhambi, yeye aliyembarikiwa wa Bwana, anafanyika laana, kufa mtini. Nimekwambia Deuteronomy 21:23 inasema, cursed is any man who hangs on a tree. Yesu Kristo naye anatundikwa mtini, lakini si kwa sababu ya makosa yake, kwa sababu ya laana zetu anazichukua. Yeye anafanyika laana, a divine exchange. Mtumishi wa Mungu amezungumza kuhusu shift, nikapata affirmation kuwa this is the right message God wanted me to come and preach. Haleluya. Kukawa na a divine shift. Yeye akatundikwa mtini, akafanyika laana, ili sisi tuliokuwa walaaniwa tubadilike, tuwe wabarikiwa wa Bwana. Haleluya. And it is only the word of God which is true. Don't look at your current situation sahi. Unaangalia viatu vyako, unaangalia mavazi yako, unasema hii ndio kubarikiwa kwa. No. As long as the word says, as long as the word says, wait, you will see. Keep confessing it. Keep on believing it. It will happen. Haleluya. Nimekushuhudia nikakwambia, sisi hatukuzaliwa hivi. Tulizaliwa tukitumwa kwenda kukopa na karatasi ya kuandikwa. Haleluya. You can imagine the scenario. Na sasa hivi niko hapa. Wewe ukiniangalia uniona kama mtu wa kutumwa dukani kwenda kukopa kweli? Hebu niangalie vizuri. Cameraman, hebu nicheki. Hebu niangalie. Na kama mtu wa kutumwa dukani kwenda kukopa kweli?
kwa sababu kwanza tulikuwa walaana, lakini tukalaani kuwa kuna mmoja alichukua laana yetu akatupa baraka yake, ili tuache kuwa walaaniwa tuwe wabarikiwa wa Bwana. Na baada kuwe mrefu hiyo, baraka zinaanza kutufuata polepole. Pastor Titus, leo nimekuja na bodaboda, nimebebwa na Kevin. But next time I come here, I'm saying next time when I come here, hallelujah, I will come with my own 4-wheel drive. Ndio imesikika mbinguni, and it has already been established in Jesus name. Kwa sababu alichukua laana yetu ili sisi tukawe wabarikiwa. He came to die. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pale, yule jamaa ametundikwa mtini. Mkubwa wa majeshi Yoabu anasema nenda ukamdunge mishale mitatu. Akadungwa mishale mitatu. The same way the Son of Man akiwa pale msalabani, kuna askari mwingine mmoja, yeye hakuwa mkubwa wa majeshi lakini alikuwa askari. Akaona huyu jamaa aweza kuwa hajakufa. Haleluya. Akachomoa mkuki akamdunga Yesu Kristo ubavuni. Maandiko yanasema maji na damu vikamwagika. Haleluya. Kwa nini maji na damu vikamwagika? Kwa nini ubavuni? Bwana Yesu asifiwe. He came to die. Nataka kukurudisha mwanzo kwa Adamu wa kwanza. Maandiko yanasema Mungu aliumba vitu vyote, siku ya 6 akamuumba mwanadamu Adam. Haleluya. Akamweka katika bustani ya Edeni. Halafu Mungu alikuwa na tabia akifanya vitu anakaa kando anaangalia, halafu anasema it is good. Haleluya. Lakini siku hii ya 6 alivyomuumba mwanadamu akamweka pale, aliporudi akasema it is not good for this man to be alone. It is not good for this man to be. I will make a helper for him. Na katika kumake helper for him akampa usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Alale ili Mungu asimuone anamtoa msaidizi wake wapi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatoa ubavu. Maandiko yanasema akamuumbia msaidizi, lakini alipoamka through divine knowledge, alipomwona mkewe akasema huu ni mwili wangu na hii ni mifupa ya mifupa yangu. Lakini mke wake alitoka wapi? Ubavuni. Akitolewa huo ubavu alikuwa amelala hajui, lakini akiamka akimwona mke wake atajua hii ni mifupa yangu na mwili wangu. Alijuaje? Divine knowledge. Haleluya. Sasa basi, kama msaidizi wa Adamu alitoka ubavuni, kuna kitu kilitoka kutoka kwa ubavu wa Yesu wakati Yesu anadunga ule mkuki, nalo ni kanisa ambalo ni mimi na wewe, the bride of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Yesu Kristo atakuja. Alikufa, akafufuka, akapaa, atarudi tena. Akirudi anakuja kufanya nini? Anakuja kuchukua kanisa lake. Kanisa lake ni gani? Ni wewe na mimi tuliobatizwa kwa jina lake, tuliompokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimetangulia sana, nataka kumalizia hapa kwa Absalom. Absalom amedungwa mshale, amekufa, alafu ripoti inapelekwa wapi? Kwa babake mfalme. Babake anampatia instruction, mkienda deal with him softly. Wameenda wamemuua. Alafu kuna jamaa anakuja analeta ripoti, bwana, mwanao alihang kwenye mti na akadungwa mishale hivi amekufa. Verse 33, very important. Daudi akalia, akapanda chumba cha juu akalia. Akasema, mwanangu Absalom, ningelikufa kwa niaba yako. And imagine the way Absalom was so evil. His father was willing to die on his behalf. But he was just willing. He was just making a wish. He could not reverse what had happened. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbinguni kuna Mungu alikuwa yuaona. Akasema, come on Daudi, you are just wishing. I will demonstrate it. Hallelujah. Na sisi ambao ni kama Absalom tulipokosea, Mungu akashuka mwenyewe kupitia mwanawe Yesu Kristo. Maandiko yanasema the word became flesh. In the beginning was the word, and the word was from God, and the word itself was God. Hallelujah.
Then the word took flesh and came and dwelt among men, ambao ni Yesu Kristo. Lakini alikuja kufanya, alikuja kufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa baba na mwana ni kitu kimoja. Kwa hiyo Daudi akilia, ningekufa kwa ajili ya, it's just a wish he's saying, lakini hawezi kureverse what has happened. Hawezi. Mungu anamwambia Daudi rohoni, hey, come on, wewe watamani tu, mimi nitafanya kwa ajili yako, kwa ajili ya Absalom, kwa ajili ya watu wote watakaoniamini. Na Mungu akaja akafa kwa niaba yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amekuja kufa kwa niaba yetu kutuonyesha kwamba hakuna kitu shetani anacho against us. Whatever debt we had with God, he has paid fully. Bwana Yesu asifiwe. Deni kubwa mtu anaweza kudaiwa ni dhambi. Haleluya. Maandiko yanasema roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Nani hapa alizaliwa hana dhambi? Kila mtu alizaliwa na dhambi. Haleluya. Yesu akaona akasema nitaenda kufa mimi kwa niaba yao, and he died. Bwana Yesu asifiwe. He came to die, akafa. Sasa kama ameshakufa, si amelipa lile deni tulikuwa nalo? Sasa wangapi wana dhambi hapa? Hatuna dhambi, tumelipiwa. Hatuna dhambi, tumelipiwa. Go tell my people they are righteous, not according to their works, but according to what my son did. Haleluya. Wajua Mungu alimpenda Yesu sana, lakini maandiko yanasema kuna sababu kwa nini Mungu alimpenda Yesu. Kwa sababu Yesu alipeana maisha yake kwa ajili yetu. Ile John umeinsist, John chapter 15. It is not chapter 15 but that book of John. Anasema, for this reason my Father loves me so much, because I lay my life. No one is taking it from me. I am laying it for myself. Haleluya. Sasa Yesu Kristo hawezi kuja akapeana maisha yake alafu wewe ukabaki mwenye dhambi. Hawezi. Amini umelipiwa. Amini dhambi zako zote zimelipiwa. Alafu Mungu akiona imani yako, see God works through faith. Akiona imani yako, anashuka anakuempower to live righteous because you have known who you are. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto yote ambaye anakuwa katika palace, katika nyumba ya kifalme, lakini hajaambiwa kama babake ndio mfalme, kama pale ni kwao. Haleluya. Anakuwa kikawaida tu. Lakini akija kinongonezo ambaye basi wajuaje, huyu mfalme ndiye babako. The attitude changes. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kuishi kama mtoto wa mfalme, maana anajua hapa ni kwetu. Haleluya. Nimekuibia siri, nimekuja kuambia sasa wewe ni mwana wa mfalme. Kile ulichokuwa daiwa ambao ni dhambi, Yesu Kristo amelipa. Amekufanya mwana. Anza kuishi kama mwana. Haleluya. Anza kuishi kama mwana, kwa sababu alikuja kufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. I like it when the kingdom of God is being preached, because that is the assignment that God sent forth us to come and do, to preach about the kingdom. Hallelujah. Now this is about the kingdom, that our sins are forgiven. Now we have the righteousness of God. Yesu akachukua dhambi zetu zote akafa nazo pale mtini. Sisi akatupatia haki ya Mungu. God's righteousness through Christ Jesus. Sasa as long, labda wewe hujaokoka, labda wewe hujampokea Yesu Kristo, lakini kama umempokea, haki ya Mungu iko kwako. Mungu akikuangalia hakuoni wewe, anamuona mwanawe. As long as umempokea mwanawe, you have become Christ-like. Haleluya. Amekupa haki yake na amechukua uovu wake. Bwana Yesu asifiwe. Uovu wako. Haleluya. Kupitia hii teaching ukiishika, kuna vitu vimekusumbua muda mrefu vitaanza kukuacha. Because you change your mind, you change how you think, you change your life. Haleluya. Kuna vitu vimekuwa vikikusumbua. Ukitambua mimi ni mtoto wa mfalme, mimi ni mtoto wa Mungu, dhambi zangu zote nimesamehewa, healing begins to take place. Deliverance begins to take place.
a shift begins to take place. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hakuna mtu mbaya. Wewe na Absalom, nani alikuwa mbaya? Absalom. Na babake analia, anasema ningekufa kwa niaba yako, just a wish. Mungu anakufa kabisa kupitia umbo la Yesu Kristo ili sisi tukapate kusamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wewe si mbaya vile unavyofikiria. Machoni pa Mungu wewe ni mwana. Haleluya. Na anakupenda jinsi alivyompenda Yesu Kristo. Haleluya. Sasa Yesu hakuja kufa peke yake. Alikuja akafa, alafu akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna umuhimu wa kufufuka. Haleluya. Kuna umuhimu wa kufufuka. Lakini kabla tufike pale, nataka kusisitiza hii kuwa alikuja akafa kwa ajili yetu. Yaani kuzaliwa kwake, kufungwa vile, ilikuwa ishara kwa yuaja kufa. Bwana Yesu asifiwe. Ile kuwekwa kwenye jiwe, it's a sign of him being placed in a tomb. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hawakuwa na nafasi ya yeye kuwekwa. Wakamweka kwenye hori. Lile hori lilikuwa la mtu. Wakaomba tuweza tusaidiana hapa. Vyumba vyote vimejaa. Akamwambia go. Free of charge, maana hata ni ya wanyama, hatuwezi kuwa charge hapo. So walifanya kuomba. Haleluya. Na Yesu Kristo akifa, maandiko yanasema hakuzikwa mahali popote. There is a man called Joseph of Arimathea. Alinunua a new tomb. Akaomba Yesu alazwe pa a borrowed tomb. Akizaliwa it is a borrowed manger. Akifa is a borrowed tomb. Akizaliwa Mungu anamjalia kuwa na baba wa kiroho anaitwa Joseph of Nazareth. Akifa kuna mzee, haleluya, anamsaidia na a new tomb anaitwa Joseph of Arimathea. Haleluya. Akizaliwa anakuja na mama wa kimwili anaitwa Mary, the mother of Jesus. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akifa, the same Mary iko pale, lakini kuna Mary mwingine, Magdalene, ambaye anampaka marhamu, anampaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na mafuta haya aliletewa na wale mamajusi. Akizaliwa mamajusi from the east wanakuja wamebeba zawadi. Miongoni mwa zawadi ni marhamu. Akifa kuna mwanamke anaitwa Mary anakuja na marhamu ya aloe, anampaka, alafu Yesu anazikwa. Same Mary. This cannot be a coincidence. Mungu alikuwa yepanga vizuri kuonyesha kuwa vile alivyokuja, amekuja kuexit, amekuja kufa. Bwana Yesu asifiwe. You see the picture of Joseph and Joseph of Arimathea. The picture of Mary, na Mary yuko, lakini kuna kuwa na Mary nyingine. Halafu akifufuka pia, there is another Mary who sees him first before the disciples. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kufa. Nimekwambia alizaliwa akiwa amefungwa in swaddling clothes. Akifufuka wanaona linen zimepangwa vizuri, lakini aliyefufuka alipokuwa amekufa walimfunga zile linen wakamlaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akifufuka, maandiko yanasema walikuja wakakuta zile linen zimepangwa vizuri zikaekwa. Mtu akifufuka, mtu kama ameibiwa, hakuna time ya kuchukua linen clothes azipange vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Akibiwa na vitu vyake, hawangeona zile linen clothes. Lakini maandiko yanasema alipofufuka, wale walipokuja kuangalia walimkuta hayuko, lakini wakakuta linen clothes zimepangwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Meaning there was time when he has resurrected, atoe zile aseme now I've finished the work, vitu vyenu hivyo, mimi naenda. Bwana Yesu asifiwe. Na hii yote imefanyika kwa ajili yangu na wewe. Sasa namalizia na hapa umuhimu wa kufufuka kwake. Itoke umefanya kosa kubwa, haleluya, la kufanya ufungwe kama miaka 10 au hata 300, miaka 3, hata miaka 3. Kule gerezani miaka 3 ni mingi. Bwana Yesu asifiwe. Halafu yule kiongozi wa mashtaka aseme kulingana na hili kosa ulilofanya, yani hakuna otherwise, lazima ufungwe. Labda kama una mtu anaweza kufungwa kwa niaba
Alafu kutokea mtu ya kupenda aseme mimi nitakufa kwa niaba yake. Ni miaka mingapi? Mitatu tu ama 10. Ni 10 tu. Nitakufa kwa niaba yake. Nitafungwa kwa niaba yake. Alafu ashikwe aingizwe ndani, wewe uachiliwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Wajua utakuwa waishi lakini una wasiwasi. Yule jamaa akipata zile shida ziko kule Manyani, kule Simolatewa, akimbie. Serikali inanifuata. Haleluya. Sasa ingawa uko huru, uko na wasiwasi. Maana yule jamaa akizidiwa akimbie. Watakuja niambia yule aliyekuwa anasimama in your place amehepa. Kwa hivyo rudi umalize Tulisema miaka 10 ndio imemaliza miaka 3 na jamaa amekimbia. Rudi umalize mengine Sasa ingawa you are free, bado uko na wasiwasi. Lakini miaka 10 itakapoisha alafu yule jamaa atoke. Uone kabisa ametoka jela, amechapa. Akwambie bwana nimemaliza. Wewe amani ya kuingia. Wajua sasa hakuna serikali itakufuata, maana aliyekuwa analipa deni lako amemaliza mpaka Ndio umuhimu wa ufufuo. Yesu Kristo alikufa kabisa, akazikwa, siku ya 3 akafufuka kukuonyesha I've paid your debt. No one should accuse you. No one should hold you accountable. Nimelipa. Kwa nini wajiita mwenye dhambi sasa? Kwa nini waona hiyo hali yako ulionayo hakuna anaweza kuitatua? Mungu ametatua kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu yaishi kwa taswira kama ya mahakamani. Haleluya. Hajudge out of emotion, out of any reason whatsoever. He judges according to his word. Sasa mali pazuri pa kumshika Mungu, wewe mshike tu kwa neno lake. Mwambie ulisema. Bwana ulisema. Bwana Yesu asifiwe. Ulisema nimelipa yote. Kwa nini napitia hiki? Kila siku mkumbushe, neno lako lasema kwa mapigo yako nimepona. Kwa nini naumwa? Hallelujah. When you catch God through his word, he surrenders. Because he honors his word. He honors his word. Ngoja nirudi nyuma kidogo. Maandiko yanasema Bwana wetu Yesu Kristo amepewa jina lililo juu ya majina yote, ili kwamba katika kutajwa kwa jina lake kila goti linapigwa na kila ulimi unakiria kwamba yeye ni Bwana. Ana jina kubwa, ana jina zuri. Imagine katika jina lake anasema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia na kuwa salama. Ona vile jina lake ni kubwa. Lakini yeye mwenyewe anakuja anasema naheshimu neno langu zaidi ya hata jina langu. Yaani vile jina lake lilivyo kubwa, yeye mwenyewe anasema naheshimu neno langu zaidi ya hata. Sasa basi wewe ukitaka kumshika Mungu, mshike na neno lake. Mwambie Bwana, umesema umenilipia vyote. Kwa nini bado naandamwa? Bwana Yesu asifiwe. And if that becomes your mentality, I'm forgiven of God. I'm healed because the Bible says by his stripes I'm healed. Hallelujah. Na unaenda kulingana vile neno la Mungu lasema, you sent forth your word to heal our disease. Mungu anaangalia neno lake linatajwa wapi, neno lake linatafakariwa wapi. Anashuka kutimiza neno lake. Kwa nini? Anasema anaheshimu neno lake zaidi ya hata jina lake. Haleluya. Jina lake anasema call on me and I will answer you. Call on me on the time of trouble and I will help you and you will glorify you. Lakini katika hii anasema naheshimu neno langu zaidi ya hata. He came to die and he came to die for you and for me. Na kuishia pale, alipokufa alifufuka, kutuonyesha kuwa I've paid. Haleluya. Kuonyesha amelipa. Akianza huduma yake anasema it is written. Imeandikwa na maneno matatu, it is written. Haleluya. Akimaliza kulipa anamaliza na maneno matatu huduma yake, anasema it is finished. Kama imeisha bado mbona wewe wabaki na vitu vya zamani? Pastor, ingawa niko kanisani kuna mambo nilifanya wewe hujui, wewe huwezi kuelewa. Hata sitaki kuelewa, mimi najua it is finished. Yesu Kristo alimaliza yote.
na kama alimaliza yote, wewe ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa ni mapya. Walk in your newness in Christ. Hallelujah. In Christ. Walk in your newness in Christ. And the blessing of the Lord will accompany you. Bwana Yesu asifiwe. Umesamehewa, umeokolewa, umefanywa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, sasa ni mapya. Tembea katika upya. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza. Yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza, yote yote, Mwana wa Mungu, yote alimaliza, alimaliza magonjwa yetu yote, alimaliza yote, yote alimaliza yote, msalaba, nasema yote alimaliza yote, msalabani. O Yesu ulimaliza, naimba yote, Mwana wa Mungu, yote alimaliza. Msalaba yote, Bwana Yesu, yote ulimaliza, alimaliza yote. Kwa dakika chache tunaenda mbele za Bwana, mwambie Bwana ulimaliza yote. Ora makanda ya karaba. Sherembe kende ye kerebe.